Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩrathiĩ na mbere na kũmũrĩka na kũrũmĩrĩra namba nene ya andũ arĩa mathiĩte na mbere na gũtiriha cioho itiganĩte iria matungatĩte njera-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, aingĩ nĩ ũndũ wa kũrĩkia cioho ciao na arĩa angĩ nĩ ũndũ wa mĩnyaka itiganĩte ĩrĩa mahoyagĩra ũtukũ na mũthenya marĩ njera. Mwena wa Kĩamaiko Huruma gũkũ Nairobi nĩkuo nyingĩrĩte na ndurumeni cia tabarĩra ĩno igacemania na mũndũrũme ũyũ. Nĩ hĩndĩ araumire njera na nĩonete gĩbarũa mwena ũyũ. Rũgano rwake rũracora mbica ya ũreri ũtarĩ na kĩharĩro, mũndũ kwaga kũigua mataro ma kũgacĩrithia mũtũrĩre wake, kwĩingĩrania na gĩkundi kĩa andũ matarĩ kumĩrĩria kwega gatagatĩ ka maũndũ mangĩ marĩa mathinĩkanagia mũtũrĩre wa mũndũ njera. Mũndũrũme ũyũ ena mĩaka 36 na anyitirwo ena mĩaka 16 tu, na ũguo nĩ kuga araikarire njera mĩaka 20. Naitwa Yusuf Kinyanjui Njuguna. Kasako jela sio hivyo naitwa Abdi Chege Ali ndani ya jela ya Magerezani. Naeleza hivyo kwa sababu mimi nilipokuwa nimeshikwa naitwa Abdi. Sasa wenzangu wale tulioshikwa nao ndio maana kwa sababu walikuwa ni wakubwa kuniliko, na wakaanza kuniambia kwamba majina hayo unapopeana, ukipeana jina lako kamili kunaweza kuwa ni hatari kwa kesho ukitoka nje. Ilibidi udanganyane jina lako ili usiweze kutambulika baada ya kutoka pale, maana unaweza kuwa unatambulika na jina. Ndio sababu ya kukosesha au sababu ya kutopeana jina langu kamili. Mimi ni Mkikuyu na Kasim Burji. Ndio. Nikiwa nje hapo siwezi sema nimesoma. Masomo yangu 80% nilipata ndani ya gereza. Masomo ambapo niliokuwa nikisoma nje ni mpaka class 4. So nilipoingia ndani ya gereza nilianza upya class 1 2001. Tulisajiliwa kusoma standard 1 na nilisoma mpaka form 4 ndani ya gereza. Nilipomaliza kusoma shule sikufanya KCPE, KCSE kwa sababu ya kwamba ndani ya magereza ukikaa muda wa miaka 3 pahali huwa unasafirishwa, ama shida lote litokee kama ghasia ama ile operation fulani ndani ya gereza, kuna operation, so unakuwa transferred from one position to another position, ama one prison to another prison, ili for the security purpose. Ambapo nilipopelekwa hakukuwa na masomo ama hakukuwa na hiyo standard mpaka for secondary, ilikuwa ni primary ambapo ni Kisumu by then. Ũyũ ahana o ta mũtĩ ũrĩa ũregenyũkaga ũrĩ mũnini no kang'athia kũrũngwo. Ambĩrĩirie icera na nyanake cia gwĩka wĩkinaĩ oro akĩragwo. Unajua kuna mdogo anakuwa, maana huyo mdogo asiposikia kosa hizi kesho atajuta kama mimi nilivyojuta. Nikiwa mdogo nilipelekwa shule, lakini ile ugaidi ama ile kichungumu wangu sikuweza kuwasikiza watu. Katika ile hali ya primary mimi nilikuwa nikitumwa shule ninaepa ama ninatoroka shule, naanza kufanya mambo yangu, vituko wangu na vijana wenzangu. Okay, nilipofika age miaka wa 14 nilianza kuingilia vitu kama kula miraa, kujifunza kufanya hiyo maneno. Harakati ya wale ambapo tunafanya nayo hiyo maneno ndio harakati ya hawa ndio wanaonifunza sasa kufanya mabaya au mwalifu. Sasa wakati wa ndugu zangu au wanaonijua wananishauri nisifanye hiyo, mimi sikuwa nawasikiza, maana sikuwa najua yale kiliomo mbele yangu, kwa sababu sioni kesho nitakuja kuingia katika hatari. Sikuwa naiona hivyo, kwa maana sikuwasikiza hawa. Mimi nilikuwa nafanya tu
naendelea tu, nikiambiwa nisitembee na watu wabaya sikuwa nawasikiza, ninazidi tu kutembea na ninazidi tu kufanya hayo. Kwani uko naishi wapi? Hapa Kiamaiko tu. Kuona mari oro anake anini mena megutha nimekire kio kinene wira-ini wao wa waganu makiuma gikiro kimwe nginya kiria kingi guoka ni woici na wikinae ungi no makiaga kumenya thiko ciao no gukundera cirakundera. Nilianza katika ile hali ya kushikana ngeta. By then mimi nilikuwa mtu ya mkono. Walikuwa kuna wale wakubwa wangu wananiamuru, ananiambia niaje, twende, tunaenda. Hawa wanashikana, mimi naingia kwenye mfuko. Tukaendelea hivyo. Siku moja nakumbuka tuliweza kufukuzwa na askari, na yule mtu alishikwa ilikuwa ni askari. So askari ule wenzake kumbe ilikuwa ni mtego. Wenzake walikuwa kando na yeye alikuwa anatembea kivyake. Sasa yule alikuwa anatembea kivyake na walioshikwa na wale walikuwa nyuma, hasa wenzake wakatoa. Sasa kila mtu alikuwa ni mguu haniponye. Kila mtu alienda kivyake. So tukaingia kivi zetu kila mtu. Mimi kuna mtaro moja iko hapo chini kwa hapo kwa shule hapo, kama uliona Mathare River hiyo Mathare River penye inapitia hiyo mtaro, nilikuja kama nimeiruka nikasimama ngambo ile, nikaanguka ngambo ile. Askari alisimama juu yangu. Alisimama hivi penye nilianguka ngambo ile, akafanya hivi ikawa imeisha. Akasema Mungu ameniponya hapo. Nikazunguka, nikakuja, nikarudi. Tangu siku hiyo nikawacha sasa mambo ya nini ya kwenda ngeta. Ushauri ingine ikakuja kwa sababu sikuvumilia na hiyo, sikutosheka na hiyo. Bado nikaanza kutembea na wale ambapo ni wanini bunduki. Sasa ili nienda kushikwa, tulitoka hapa tukaenda mpaka Gilgil. Jamaa alikuwa kati yetu ambapo anko yake anakaa Gilgil town. So huyo mwenye anko yake ndo alipea information huyo jamaa tulikuwa na yeye. So huyo jamaa alitupeleka Gilgil kwa kuwa yeye anko yake anaishi wapi pale. Hapo penye alituchorea ni ka wholesale, iko na vitu mingi ndani, retailers, vitu kama hizo. Mbele yake kuna bank. All Mondays tuliambiwa pesa inatoka hapo inaenda wapi? Kwa hiyo bank. Before pesa itoke, ambapo inatoka pesa inatoka saa 4, saa 3 tuwe tumecomplete ile kazi. Wakati tulienda Monday asubuhi hatukucomplete hiyo kazi on Monday. Tulipoenda kulingana na ile kazi tulichorewa, mwenye tu akona pesa ni mdozi na sehemu ile anakaaga. So tulipoingia hatukupata mdozi area hiyo, hatukuweza kutoa, lakini tulikuwa standby, lakini hatukufanya nini, hatukutoa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu mwenye tulitarget hatukumpa, tulijifanya ni customers, tuliwauliza kitu na tukatoka. Tukapata information hayuko ameenda Nakuru, therefore hiyo kitu haitafanyika nini leo. Tulilala on Tuesday saa 3:30 ndio tulicomplete. Na tulipotoka hapo tukaenda nyama choma hiyo iko pay sasa mbele. Tukasema kwamba hakuna ngori, tense na hatukupata kama kuna hatari atatufuata. Tulienda hapo iko pay tukakula. In process of kukula ndo tukakutwa. Kumania na hau utoro murito o ta uria uganagwo akiugerera ari njera. Nikastakiwa na robbery with violence, nikafika remand after 14 days, kotini after 14 days nikarudi, nikaitika. Always a process ikaendelea, tukafanya kesi na mwenye complainant ambapo mlalamishi, na aliweza kunishinda katika ile kesi, ndio maana nikahukumiwa hukumu ya kifo. Wakati ile nilipohukumiwa hukumu ya kifo, mimi nilipohukumiwa hiyo hukumu niliona giza kwanza, na ni kitu ambapo na ni mara yangu ya kwanza kufika gerezani, na ni mara yangu ya kwanza kuhukumiwa hukumu ya kuuawa
Sasa mimi nilikosa kwanza kwa ile dakika tumaini ya kwamba mimi nimeisha maisha yangu imeenda. So nilipofika gerezani sikutuma rufaa venye watu wanatumanga rufaa baada ya siku 14 ilivyo kisheria. Mimi nilimaliza almost 1 year before nitume rufaa, kwa kuwa nimeustuka, sijui nianzie wapi ama niendelee wapi. Na pia watu wangu waliposikia nilihukumiwa hukumu ya kifo walinitoroka. So hakuna mtu alikuwa anakuja kunitembelea. Wenzangu ama marafiki yangu wale tulikuwa tunaanza nao maisha ya halali ya kawaida. Kwa saizi na kuongelesha hivi ni wenye ghorofa, wenye gari. Sikuwafuata ama sikuwasikiza ama sikuvumilia kwa ile hali ya kazi ya halali. Saa hii leo kama ningekuwa mimi nilisikiza wazazi wangu na wandugu zangu na ningefanya halali yangu, ningekuwa wenye watoto, ningekuwa mwenye pia ako pahali yani inaonekana. Hata kama sitakuwa na mali, sitakuwa na gari, basi Mungu angekuwa amenipa watoto 5 6 huko kwenda mbele. Angalia saa hii, si mali sina, si nyumba sina, si watoto sina. Niko wapi mimi? Na ni nini ilinipeleka nienda kwa hiyo hali? Hiyo walifu tu. Riu onake ni muheani kirira kia uria njera itari njega na rauga ndangenda gugekora kuo ringi. Hakuna mtu asiposimamiwa ama asipotembelewa au asipoletewa na watu wake sabuni, matumizi yale ndogo ndogo, asipotembelewa mtu huwa ana stressed up. Hupati sabuni ile unapata ni katika hali ya kuuza nyama, ile unapewa ration, unauza nyama ndio upewe sabuni ile ndio una divide kipande kimoja ya kama hii, una divide mara 2 ili ufue nayo, uoge nayo, pia uoshe vyombo nayo, ile vyombo ya mnatumia kwenda choo nayo. Kwa wakati hiyo tuliingia ndani ya gereza, na maisha hale chakula ile ulikuwa ukipata, pia chakula si ile unayokula ushibe, bali unakula imani ndio ushibe, uridhike. Utajielewa unapotoka ndani ya gereza. Hiyo ndio maana nimesema ni uzuri. Kwa nini nimesema ni uzuri? Ukiwa mhalifu, kwa ule mwenye akona akili, umefanya uhalifu wako ukapelekwa gerezani. Leo kama singefanya hiyo uhalifu, singeishi miaka 20 ndani ya gereza. Hiyo ndio uzuri sasa nimepata. Leo kama si hii uhalifu niliyotenda, singekaa 20 years ndani ya gereza. Sasa hii uhalifu imenifunza nini? Hii uhalifu ni mbaya. Ndio maana waste time yangu ama muda wangu ndani ya gereza. Nimejua, ndio sababu nimekuambia uzuri ni ile ya kujutia. Kwenda kwangu gereza ni makosa ili niliyotenda. Jela inakupea ujuto ndani ya akili yako ili usirudie ile makosa. Mimi niliambiwa na mzazi, sikusikiza mzazi. Ndio maana nikitangulia nikasema kwamba sikusikiza maneno ya watu, sikusikiza maneno ya ndugu zangu. Ndio hiyo kutosikiza au kutofuata yale niliyoambiwa au kutosikia ile ushauri nilipopewa, ndio ilifanya niitumie ama niharibu maisha yangu zaidi ya ile umri ile niko nayo. Zaidi ya nusu nilimalizia ndani ya gereza. Ile nimekaa nje hata haijafika 18, lakini ile nimekaa huko ndani ndio miaka 20. Kwa hivyo ina maana hiyo ndio zaidi kuliko ile nimekaa nje. Riu ni hindi aracokereria muturire wake, kuona gutiri kindu ahonokirie thutha wa gutabania ngero cia uici. Uici ndurihaga. Tulikuwa na pesa nyingi, ndio. Pesa ya wizi ni kama manyunyu. Unajua manyunyu, ama asubuhi ukiamka unapata nyasi iko na maji. By the end of the day, jua ikichomoza ile nini inakauka.
pesa hivyo, ya wizi ni hivyo. Ya wizi kwa sababu si pesa ile unapata na uchungu. Si pesa ulipata na jasho. Ni pesa ulienda ukachukua. Matumizi yake pia unatumia kiholela holela. Hautakuwa na ile uchungu ya kulinda ile mali. Yale nilipitia, sitataka kupitia tena. Yale niliona sitataka kuona tena. Ile rungu nilipigwa sitataka kupigwa tena. Na ndio maana nashauri pia mdogo wangu ule anaofikiria ndio asipigwe wala asipitie yale nilipitia. Ndio maana mimi heri nikule jasho shilingi 5 ama 500 ninapata kwa wiki ama kwa siku ni mingi sana kuliko milioni 5 napata kwa wiki. Kwa kuwa naomba Mungu anitilie baraka ndani ya hali ndogo napata, na Mungu ananitilia baraka na nashiba na naridhika na naishi vizuri. Nimeridhisha moyo wangu kwa hayo. Wacha niambie mwenye anafikiria kwamba jela ni nzuri, utaenda na utoke. Waswahili walisema mtoto akicheza na wembe mpe. Anapokatwa na ile wembe atajua ile wembe ni nini, ni mbaya. Ndugu yangu, jela ni moto. Kuna wale wanaoenda jela hawafiki jela, hawafiki, ni mlango tu unarudi. Ni mlango tu umefika na unarudi. Watu kama gani? Umeshikwa ukapelekwa kutoka hapo ukapelekwa Australia, ukakaa rumande, ukawachiliwa na koti ukatoka nje. Wewe hujafika jela. Wewe bado umefika tu kwa mlango ukarudi nyumbani. Kwako wewe unaweza sema hivyo. Lakini mimi ndio najua uchungu ya jela. Uchungu ile mimi najua ndani ya jela. Mimi angalia, niliingia ndani ya gereza nikiwa miaka 16. Nilikaa 20 years. In 20 years time, mtoto alizaliwa, akakua, akasoma, akamaliza shule form 4, akaenda university. Ndio mimi nikatoka. Au kama atoke aende university hata akaoleka na akazaa, ndio mimi nimetoka ndani ya gereza. Angalia period, niliwaste kwa nini? Kwani mimi siwezi fanya yale mwingine anafanya niishi? Siwezi tumia jasho yangu nikule? Lazima niende nitafute mali ambapo si yangu? Ndio ambapo niende gerezani nitumie wakati wangu wote, muda wangu? Ya nini nitafute? Ninaweza kwenda kutafuta leo hii na nipigwe risasi. Kwa nini nimekufa? Mbona? Unaweza taka kurudi jela? Hata na dawa. Wacha kurudi jela hata sasa kukanyanga mlango wa jela. Labda niende kwa mlango wa jela kwenda kuhurumia ama kuangalia menzangu inapowezekana. Lakini si mimi nifanye makosa nifike mlango wa jela. Jetago Simon Kibe. Vijana hii ni vijana ambapo hawajui maisha. Ni vijana ambapo hawajapitia, hawajaona chochote. Hawajaona moto imewachoma, ndio wakajua hiyo moto ni mbaya. Wale ambapo waliwawachilia pia, wazazi wao pia waliwawachilia, watakuja kujutia. Mimi naambia mzazi wa mtoto, wewe mzazi, ujui yale inakabili mtoto wako hapo mbeleni ama hapa mbele. Wewe unaangalia tu kijana huyo anakula, anaishi, anavaa vizuri, anafanya uhalifu, na unasikia kijana wako ni mhalifu, na unasikia kijana wako ananyang'anyana, bado unawacha. Haujui yale itaenda kumpata pale. Kijana akiingia ndani ya gereza pale, kijana akifika pale ambapo ni pa kuhukumiwa hukumu ya kifo, hukumu ya maisha, anaweza kufa hata na kustuka. Wacha hata kusukuma hiyo hukumu, anakuambia. Wewe mzazi unataka kulia mtoto wako akikufa na kupata ugonjwa ndani ya gereza, kwa sababu akienda pale ndani ya gereza atataka kuishi venye anataka na hata ishi. Atataka kula venye anakula hata kula.
atataka kutoka ndani ya gereza hatatoka, na ilhali hiyo kijana huyo atakufa na mshtuko. Wakati hiyo ndio wewe mzazi utalia. Rekebisha mtoto wako saa hii. Na iyo nĩ tabarĩra ya Njera-inĩ Citũ.